Kwenye mahusiano huwa yanatokea makosa makubwa sana ambayo mtu kishaingia kwenye ndoa ndio unajua athari zake ni zipi. Kwa mfano, mtu kabla hajaoana, mtu alikuwa anatumia nguvu nyingi sana ili aweze kuwa na fulani. Alikuwa anaenda kwa waganga, alikuwa anaenda kwa mashehe, kwa mapadri, kwa wachungaji. Yaani anaomba, anafunga usiku kucha, hata siku kadhaa anafunga kwa lengo tu yule mtu amuoe au akamuoe au waende wakaishi pamoja. Yaani mtu alikuwa yuko tayari kufanya chochote. Kama mahaba, alikuwa anaonyesha mahaba kwa ukubwa zaidi. Yaani kila kitu ambacho kilichokuwepo, kama hela alikuwa anampa hela kwa ukubwa zaidi, kwa nyingi zaidi. Umeona? Yaani kila kitu alikuwa anafanya kwa ukubwa zaidi. Sasa wakishaingia kwenye ndoa, vile vitu vinapungua. Kama mtu alikuwa anamtoa out, tena mtoi out. Kama mtu alikuwa anamfanyia kitu gani mpenzi wake amfanyii. Kama mtu alikuwa anamheshimu kipindi cha uchumba, leo hamheshimu tena. Kama mtu sasa alikuwa anafanya kitu gani, yani kila kitu kinavurugika, kinatoka nje ya mstari wake. Ndio pale sasa watu wanaanza kutaka kuachana. Sababu nyingi za watu ambao kuachana ni hizo, asilimia kubwa ni hiyo. Mtu kuacha kufanya vitu ambavyo alikuwa anavifanya mwanzo. Kila mtu anapoingia kwenye mahusiano anakuwa na matarajio yake. Anakuwa na ndoto zake, bwana mimi nataka mwanaume wa design au nataka mwanamke wa design atakayefanya 1, 2, 3. Sasa kwenye uchumba wewe vile vitu kweli mtu vilikuvutia mtu kweli alikuwa anafanya. Lakini mmeingia kwenye ndoa au kwenye ndoa mtu tena vile vitu hafanyi. Sasa mtu anakuwa anajiuliza, huyu mtu alikuwa ni mtu wa design gani, au alikuwa anatumia kama chambo tu kunitega kama samaki hapa nini, alili anivue, mwisho wa siku akishaniacha nchi kavu anitelekeze tena. Kwa wakati mwingine sasa watu wanaamua kutafuta option nyingine, aidha kutafuta mahusiano mengine mapya ili akaangalia kingine kizuri zaidi ambacho kwa kufanyaje alichokuwa nakihitaji. Kwa hiyo tujitahidi sana. Kama mwanzo ulikuwa unafanya upendo 5% kabla mjaoana, mkishaoana upendo huo uongezeke hata mara 2 yake. Kama ulikuwa unaweza kumpa mpenzi wako pesa kwa 1% kadhaa, iongezeke pesa kwa 2% zaidi. Kama mtu ulikuwa unaomba, unakesha, unaswali kwa ajili ya Mungu ape amani, akurahisishie mipango yako ili uweze kuweza kuoana na huyo. Sasa inakubidi sasa hivi ukishaoana nayo, ukishaingia kwenye ndoa, sali sana. Inakubidi, kama ikikubidi kufunga, funga sana. Haya.